Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Neno la Mungu linasema mbinguni hakitaingia kinyonge, mbinguni hakitaingia kinyonge. Hivyo kama mbinguni hakihitajiki kitu kinyonge, ina maana kinahitajika kile kilicho jasiri. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunatambua pale ambapo mwanadamu anakuwa ameukiri wokovu, ina maana ufalme wa Mungu unakaa ndani ya mwanadamu. Ina maana mwanadamu huyo atapewa ujasiri ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ina maana ujasiri huo ndio utakaofanya mwanadamu huyo amshinde shetani. Bwana Yesu asifiwe tena. Tutaongozwa na kitabu cha Ufunuo sura 21 mstari wa 27, kinasema kwamba na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunatambua kwamba kijasiri kinaanzia katika dunia hii. Kijasiri kinaanzia katika dunia hii. Ina maana hapa anayezungumziwa ni mwanadamu. Pale mwanadamu ambapo anakuwa ameukiri wokovu. Pale ambapo anakuwa ameukiri wokovu, Yesu Kristo ambapo anakaa ndani yake, ndipo pale ujasiri wa mwanadamu unaanza kuonekana. Hivyo basi, ndipo pale ambapo mamlaka kamili ya mwanadamu yanaanza kuonekana. Ina maana huyu mwanadamu anakuwa ni kiumbe kipya, kama kinavyosema kitabu cha Korinto wa pili sura 5 mstari wa 17 kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe tena. Ina maana tunaangalia pale ambapo alikuwa katika giza, ina maana alikuwa akipelekwa na adui. Ina maana adui alikuwa akipitia laana. Ina maana katika hiyo laana alikuwa anampeleka mwanadamu katika maovu. Ina maana alikuwa yeye ndio muamuzi wa mwanadamu kipindi hicho ambacho mwanadamu alikuwa ni kiumbe wa kale. Ina maana alikuwa akimpeleka kwenye uzinzi, huyo mwanadamu anafanya uzinzi. Akimpeleka kwenye wizi, huyo mwanadamu anafanya wizi. Akimpeleka kwenye ufisadi, anafanya ufisadi na yale maovu mengine. Hivyo basi tunaangalia ni kwa nini basi huyu mwanadamu anaitwa kiumbe kipya. Ni kwa sababu maisha yake halisi ndipo yanapoanzia. Ina maana mwanadamu kamili anaanza kuhesabika pale ambapo anakuwa ameukiri wokovu. Ni sababu zipi ambazo zinapelekea kwamba anahesabika pale ambapo anakuwa ameukiri wokovu? Ni kwa sababu ndipo pale ambapo anajitambua. Bwana Yesu asifiwe tena. Na hapa anapojitambua ndipo vita ya shetani huwa inaanzia hapa. Ina maana shetani apigani vita na yule mwanadamu ambaye ajitambui, bali anapigana vita na yule mwanadamu anayejitambua. Bwana Yesu asifiwe tena. Ina maana ni nani ambaye amefanya mwanadamu huyu akajitambua? Ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai kupitia neno. Ina maana Mwenyezi Mungu anasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Ina maana ufalme wa Mungu ukikaa kwa mwanadamu, ina maana Yesu Kristo anakuwa anampa mwanadamu huyo neno la wakati pale ambapo anakuja shetani. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo kwa sababu mwanadamu huyu anakuwa ana Yesu Kristo ndani yake, ina maana lazima awe na nguvu za Mungu za kumshinda huyo shetani. Ina maana tunagundua Mwenyezi Mungu katika dunia hii ameumba nuru na giza. Ameumba nuru na giza. Ina maana katika kuumba nuru na giza akatenga mbali giza likae mbali na nuru. Ina maana katika nuru na giza hapo matendo mawili ambapo kuna mema
na mabaya. Ina maana upande wa giza yapo mabaya na upande wa nuru yapo mema. Ina maana tunapata wanadamu wawili. Ina maana katika wanadamu wawili ambao wanatenda maovu na mabaya, tunatambua kuna walio moto na walio baridi. Ina maana vuguvugu hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo matendo ya watu wa giza yanaonekana na matendo ya watu wa nuru yanaonekana. Ina maana Mwenyezi Mungu amefanya hivi ili kutambulike kwamba hawa ni wa giza na hawa ni wa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo pale mwanadamu ambapo anakuwa amepita katika upande wa giza, ina maana huyu atakuwa ni mnyonge. Kwa sababu gani? Atakuwa hajatambua mamlaka yake ambayo alipewa toka zamani, pale ambapo Adam na Hawa walipewa mamlaka, lakini walipotenda dhambi mamlaka yale yakanyang'anywa. Ina maana Yesu Kristo akaja kuyarudisha mamlaka. Ina maana huyu mwanadamu kwa kuwa amemkataa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ina maana huyu anabaki kuwa ni mnyonge, kwa sababu hana nguvu za kumshinda shetani. Bwana Yesu asifiwe. Tena wale wanyonge wengine ambao wanazungumziwa hapa ni wale ambao walijua njia lakini wakaiacha njia. Ina maana hawa walisalenda kwa sababu kuna mambo ambayo yalitokea, na katika hayo mambo kuna hofu. Wengine waliogopa hofu ya adui, wengine waliogopa vitu mbalimbali. Ina maana wakashindwa kukaa katika njia ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ina maana wakasalenda. Ina maana hawa ni wanyonge. Ina maana waovu wote ambao wapo katika dunia hii na wale ambao walidondoka wakashindwa kurudi, ina maana kamwe hawataingia mbinguni, kwa sababu hawa ni wanyonge. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tunapata kujua wale ambao wataingia mbinguni ni wale wenye nguvu ya Mungu, ni wale wenye nguvu ya Mungu ambao walikubali kusimama pale ambapo majaribu yalikuja kuwatikisa warudishe nyuma, walisimama na Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na maana hawa ndio waliotambua kwamba Yesu ndiye Mungu, na hawa ndio wameandikwa katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo Mwenyezi Mungu anasema mbinguni kamwe hakitaingia kinyonge, bali mbinguni kitaingia kijasiri. Na tumeshaangalia kijasiri kinaanza kutengenezwa katika dunia hii pale ambapo mwanadamu anakuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Tena baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.